الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya al-karima al-hajj ashhurun ma'lumatun hija ni miezi maalumu hija ni miezi inayofahamika من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنيه إسماعيل تنجي زامز إبراهيم الخليل لم تتواك إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وفهميك كما هيجا نميز معلوم mwezi wa hija ni mwezi wa shawwal mwezi wa hija ni mwezi wa dhulqa'da mwezi wa hija ni masiku 10 katika mwezi wa dhulhijja kwa maana anaweza kuhirimia hija ndani ya shawwal katikati yake mwisho wake mwanzoni mwa dhulqa'da katikati yake mwisho wake yote hii ni miezi ya hija japo hija huanza tarehe 8 ya mwezi wa dhulhijja يوم التروية lakini hii imeitwa kwa ni miezi ya hija ya imma ni kwa sababu anaruhusika mtu kuhirimia katika miezi hii na ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala faman farada fihinna alhajja yeyote atakayehirimia katika miezi hiyo akahirimia hija akajilazimisha juu ya nafsi yake juu ya kuhirimia ibada ya hajj katika shawwal au katika dhulqa'da huu tuliokuwa nao فمن فرض فيهن الحج
fala rafatha wala fusuq. Akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala adabu za wale ambao watafanya ibada ya haji, ya kwamba katika njia yao kuelekea katika ibada hii adhima, ibada ya mali na ibada ya kiwiliwili. Ibada ya haji imekusanya mawili. Ibada ya kiwiliwili atautumia vyema mwili wake. Ibada ya mali atatoa mali yake, mali ambayo zimeupa nafsi kuzipenda mali kama hizi. Innahu lihubbil khairi la shadid, hakika mwanadamu katika kupenda mali ni mkali. Naam, mpaka akasema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamwezi mkafikia imani, hamwezi mkaifikia imani wa bashashate, hamwezi kufikia wema, wala hamwezi mkaingia katika pepo mpaka mtoe miongoni mwa vile ambavyo mnavipenda katika mali na mengineyo. Kwa ibada ya haji imekusanya mali, anatoa mja mali yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamkopesha mali yake Allah subhanahu wa ta'ala, anamuuzia mali yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ishtara, na Allah atanunua mali yake ile. Naam, faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Akabainisha subhana miko na adabu za wale ambao watakwenda kutekeleza ibada ya haji, kwamba yule ambaye amehirimia hija fala rafatha, aelewe ya kwamba katika ibada ya haji hakuna maingiliano na mkewe haramu. Fala rafatha ay aljimaa wa muqaddimatih, hakuna jimaa haramu. Yule aliyehirimia kufanya jimai na mkewe, si jimai peke yake, wa muqaddimati, na tangulizi za jimaa, alqawliya walfi'liya, za kimaneno na za kimatendo. Tangulizi za jimai pia haramu. Fala rafatha wala fusuq, na wala haifai kutenda madhambi. Alfusuq hiya almaasi, ni maasiya kwa sampuli zake, na huingia katika alfusuq mahdhuratu alihram, yale yaliyokatazwa asiyafanya aliyehirimia. Nasu ibadallah, hii ndio ibada ya haji ambayo hutengwa katika miezi hii. Mwezi wa haji ni Shawwal. Haina maana kwamba mtu atekeleze ibada ya haji kwenye mwezi wa Shawwal, anahirimia katika mwezi huu wa Dhulqa'da. Kadhalik masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Na sisi biidhnillahi alkarim, kwa mnasaba huu wa miezi hii ya hija, mpaka watu ndugu zetu ambao wameandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza ibada ya haji watakaporejea, tutazungumza masaili ya haji. Lakini huwezi kuizungumzia hija kama hutamtaja Ibrahimu al-Khalil. Huwezi kuizungumzia haji kama hutamtaja Ismail. Huwezi kuizungumzia haji kama hutamtaja Sara. Huwezi kuizungumzia haji kama hutamtaja Hajar. Na kwamba Hajar kijakazi huyu alayha salam aliingiaje kwenye nyumba ya Ibrahim al-Khalil? Ayuha nasu ibadallah, amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadithi kutoka as-sahabi al-jalil, kutoka kwa as-sahabi al-jalil Abu Huraira Abdurrahman ibn Sahr
ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu kwamba amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajara Ibrahim alayhi salam bisarrata fadakhala biha fi qaryatin fiha malikun min al-muluk fadakhala biha qaryatan fiha malikun min al-muluk au jabbarun min al-jababira alihama Ibrahim hajara alihama Ibrahim alayhi salatu wassalam bisarrata alihama na mkewe mama Sara fadakhala biha qaryatan akaingia naye Sara katika mji fiha malikun min al-muluk ndani ya mji huo kuna mfalme miongoni mwa wafalme au jabbarun min al-jababira au kuna kiongozi dhalimu miongoni mwa viongozi madhalimu jabbarun min al-jababira faqila ikasemwa kuambiwa yule mfalme dhalim dakhala Ibrahimu bimra'atin hiya min ahsani an-nisaa katika mji wako leo ameingia Ibrahimu na mwanamke mzuri kuliko wanawake wote Sara alayha salam fa arsala ilayhi akaagiza aletwe Ibrahim akamuhoji aya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak Ibrahim huyo mwanamke aliyeongozana na wewe ni nani qala akasema Ibrahim al-Khalil ukhti ni dada yangu thumma raja'a ilaiha kisha akarudi kwa mkewe Sara akamwambia la tukadhibi hadithi usiende kuyakadhibisha maneno yangu kwa mfalme nimemwambia kwamba wewe ni dada yangu hivyo usiende kukadhibisha haya maneno kwamba hapana mimi ni mkewe usifanye hivyo wallahi inna ala al-ardi mu'minun ghairi wa ghayruk hakuna katika ardhi hii mu'min isipokuwa ni mimi na wewe akadanganya hapa Ibrahim al-Khalil yakasihi yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i wal-lafdh lit-Tirmidhi lam yakdhib Ibrahim fi shay'in qat illa fi thalath hakuwahi kuongopa Ibrahim hakuwahi kudanganya Ibrahim katika umri wake katu isipokuwa sehemu tatu umri mzima anaongopa sehemu tatu na huko kuongopa si kuongopa kwa hakika ni masala ambayo wanaita ahlul ilmi at-tawriya wanaita al-ma'arid ndio aliyoyafanya Ibrahim al-Khalil thintain minhunna fi dhati Allah sehemu mbili katika huo uongo wa Ibrahim ulikuwa ni kwa ajili ya Allah pale aliposema inni saqim mimi ni mgonjwa katika sura as-Safat na wakati si mgonjwa na pale aliposema fa'alahu kabiruhum hadha aliyelifanya hili ni mkubwa wao huyu wakati si aliyelifanya hilo walhamdulillah alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام alipotaka kuyavunja yale masanamu ambayo yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, akataka kuwafanyia hila jamaa zake. Allah anasema fanadhara nadharatan fi nujumi, akaangalia mara moja kuzitazama nyota. Baada ya kufanya jambo lile, kuwaonesha wao kwamba alitazama juu akaziangalia nyota, kwa kuwa wao walikuwa wakiyafanya mambo yao wanatazama nyota, akayafanya yale Ibrahimul Khalil si kwa itikadi ile ambayo wako nayo wao. Baada ya kuyafanya yale akasema inni saqim, mimi ni mgonjwa, kwa maana sitokwenda katika ibada zenu siku ya kesho. Fatawallaw anhu mudbirin, wakamwacha. Ikawa kwake ni fursa adhima, fursatun dhahabia, ni fursa ya dhahabu. Akayavunja masanamu yote ila kubwa lao. Kwa aliposema inni saqim, mimi ni mgonjwa, ilhali si mgonjwa kwamba anaugua mwili wake, amekusudia mgonjwa kwa hii hali ambayo ninaiona mnaifanya, kwa ushirikina huu mnaofanya, kuyaabudia masanamu mliyotengeneza kwa mikono yenu. Laniumiza hili, halinipi raha kuona kwamba yuko aniabudiwa kinyume cha Allah katika ardhi hii. Laniumiza katika nafsi yangu, ndio kusudio lake. Lakini ameyasema yale maneno ili wao waelewe kwamba yeye ni mgonjwa kiasi kwamba hawezi kuhudhuria kesho katika ibada zao za batili. Hii ndiyo tauria ya kwamba unasema neno alafu unakusudia kinyume chake. Dhahiri ya maneno yale anayeelewa yule unayemwambia maneno yale kwa uelewa wake yeye, lakini wewe una lengo lako jingine, na wanafanya hayo katika mahala ambapo wataka kujinasua. Tauria. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anautafuta msafara wa makafiri wa Quraysh wenye biashara mali watokanazo Sham, yeye na baadhi sahaba wakafika kwa mzee mmoja, wakamuulizia umeuona msafara wa Quraysh? Yule mzee akataka kuwafahamu, nyinyi kwani ni akina nani? Mmetokea wapi? Min aina antum, nyinyi mmetokea wapi? Mtume akamjibu nahnu min ma'in, nahnu min ma'in, maana yake sisi tumetokea ma ni maji. Lakini yule malaka aelewe kwamba wametoka kwenye kijiji au mji unaitwa Ma. Kusudia la Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tumeumbwa kwa maji ya manii, ndio asili yetu, tumetokea huko. Tauria. Ndivyo alivyofanya Ibrahimul Khalil. Inni saqim, huu ni uongo wa kwanza. Uongo wa pili aliposema bal fa'alahu kabiruhum hadha, tukio hili la kuuawa na kuvunjwa waungu hawa amelifanya mkubwa wao huyu hapa, na alikuwa na lengo lake kadhalika, kwamba huyu ndiye sababu ya hawa kuwekwa katika mazingira haya msiyoyaridhia, kuvunjwa. Yeye huyu ndiye sababu, ndio maana amelifanya hili mkubwa wao huyu, yani huyu ndiye sababu ya hawa kuuawa. Lakini wakati huo ameliacha hili ili azirudishe akili zao kwenye kutafakari. Ndio maana akamwambia fas'aluhu in kanu yantukun, muulizeni huyu hawa wenzake wamepatwa na maafa gani, hebu muulizeni huyu Mungu mkubwa.
wakatazamana, wakaangaliana, mwisho akasema, unaelewa kwamba hawa hawazungumzi, laqad alimta ma haula yantiqun, wewe si unajua kwamba hawa hawaongei? Yani unafahamu kwamba Mungu ana mapungufu, hawezi kusema? Akauliza, fataabuduna min dunillah, yawezekanaje sasa mkawaabudia wengine kinyume na Allah, ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum, wale ambao hawana uwezo wa kukupeni nyinyi manfaa wala hawana uwezo wa kukupeni madhara, hawadhuru hawa wala hawanufaishi. Vipi wawe ni waungu hawa, wawaje ni waungu ila hali wameshindwa wenyewe kujitetea kutokamana na misukosuko ya shoka? Huu ni uongo wa pili. Lakini ni uongo? Hapana, si uongo. Watatu ni huu na mke wake Sara, kwamba wewe ukifika kule waambie ni dada yangu. Kwa nini? Kwa sababu yule mfalme amejiwekea taratibu zake ya kwamba mwanamke yeyote mrembo atakayemuona akampenda anampora, anakuwa ni wake, isipokuwa hachukui dada wa mtu, lakini atachukua mama wa mtu, atachukua mke wa mtu, lakini dada peke yake. Kwenye dada hachukui. Kwa hiyo akasema Ibrahim, wewe ni dada yangu, usiyakadhibishe maneno yangu kwake. Na amekusudia ni dada katika imani. Ndio maana alimwambia, wallahi inna ala al-ardi mu'minun ghairi wa ghairuk, hakuna katika ardhi hii mu'min ila ni mimi na wewe. Kwa hiyo ni dada katika imani. Anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa arsala biha ilayhi, Ibrahim akamtuma mkewe aende kule kwa mfalme. Mfalme alipomuona hakujali kwamba ana taratibu amejiwekea, hachukui dada, akakengeuka kwenye taratibu zake alizojiwekea. Na hii ndiyo hali ya viongozi madhalim, kwamba waweza wakaweka sheria fulani, ikiwa inakula upande wao wanaiondoa. Huenda wakaiondoa muda huo, alafu wakairudisha baada ya kutekeleza jambo lao, ikarudi tena. Ndivyo alivyofanya huyu. Faqama ilaiha, akasimama kutaka kumwendea Sara. Faqamat tawadda wa tusalli, akasimama Sara akitawadha kisha akisali. Kipindi anamjia kwa ubaya, yeye akasimama akachukua udhu akasali, kisha akamuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, akasema, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ewe Mola wangu wa haki, ikiwa kweli mimi nimekuamini wewe imani ya kweli, na nimemwamini mtume wako ambaye ni mume wangu Ibrahimul Khalil, na ikiwa kweli mimi nimeuhifadhi utupu wangu isipokuwa kwa mume wangu, na kuomba usinisaliti kwa kafiri huyu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, faghutta hatta rakaba birijlihi, faghutta, akabanwa na mazingira makali ya kushindwa kupumua, mithili ya mtu anayefafarika akirusharusha miguu yake, mithili ya mtu anayeelekea kukata roho. Yule mfalme Sara alayha salam akaomba tena dua,
كما alivyosema al-A'raj qala al-A'raj qala Abu Salama ibn Abd الرحمن inna Aba Huraira kwamba hakika Abu Huraira qala amesema akisimulia hii hadithi qalat kwamba alisema Sara Allahumma in yamut ewe Allah kama atakufa huyu hapa yuqalu itasemwa huko hiya qatalathu yule mwanamke ndiye aliyemuua mfalme wetu kana kwamba anamwambia Allah usimuue nibaki salama fa ursila akaachiwa akarudi katika hali yake ya kawaida yule mfalme hakukinai kwa hilo akasimama tena kutaka kumwendea Sara alayha salam akarudia yale akasimama akatawadha akasali akaomba dua Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadha al-kafir usinisaliti mola wangu na kafiri hili akarejewa na ile hali ya mwanzo fahutta hatta rakaba birijlihi Sara akarudia tena yale maneno ya mwanzo Allahumma in yamut akifa huyu watasema mimi ndiye niliyemuua Allah akamwachia yule bwana akasema wallahi kuambia watu wake wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytanan wallahi hamjaniletea msichana mrembo kama mlivyosema bali nyinyi mmeniletea shetani irji'uha ila Ibrahim mrudisheni huyu kwa Ibrahim mpeni Ibrahim mtu wake akarejeshwa mama Sara kwa Ibrahim mumewe alayhi as-salatu was-salam kisha Sara akamwambia Ibrahim al-Khalil ash'arta anna Allah kabata al-kafir wa akhdama walida umeona Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala namna gani amemdhalilisha amemfedhehesha kafir huyu wa akhdama walida matokeo yake akatoa kijakazi aitwaye Hajar sababu aliposema irji'uha ila Ibrahim akasema wa a'tuha Hajar mrudisheni kwa Ibrahim huyo na mpeni Hajar kwa alif Hajar na kwenye riwaya kwa Hajar mpeni Hajar huyo akapewa kijakazi Ibrahim aitwaye Hajar ambaye huyu ndiye alikuja kuwa mama yake Ismail na habari zake kuanzia hapo mpaka kujifungua mpaka ibada ya haji biidhnillah alkarim tutakuja kuzisoma khutba zijazo walhamdulillah